must be among the big ones. Na Toronto to Corona. Aya. Wangwana wa Kiambu wa mjambo. Kiambu wa mjambo. Ando waito Moriega. Mwadhani agosho. Bwana Yesu asifiwe. Simunisalimie hivyo nione hewani jameni watu wa Kiambu. Basi asanteni sana. Mimi kwanza nataka niwashukuru. Leo nilikuwa nimekuja hapa kanisani. Askofu alikuwa ameniuliza nikuje katika sherehe ya kanisa kwa sababu mnajua tunajenga cathedral mpya ya Mount Kenya South ambayo ni Kiambu County. Na mimi nataka nishukuru askofu, aliniambia nikimaliza maneno ya kanisa lazima niongee na mahasla wa Kiambu hapa Kiambu. Ndio. Mimi nataka niwashukuru sana. Kwanza wacha nichukue nafasi hii jameni, kabla sijasema mambo mengi. Niwashukuru sana kwa sababu tulikuja tukaomba kura zenu, mkatupatia, mkatuongezea maombi, Mungu akatupatia ushindi. Mimi nasema asante sana. Watu wa Kiambu mnanisikia jameni? Mimi nimesema asante sana. Na sababu hiyo mimi nilikubaliana na nyinyi ya kwamba tukimaliza uchaguzi kitendawili haitaanza. Sisi tulikubaliana? Tukakubaliana kazi ndio itaendelea. Si ndio? Na ndio sababu hiyo mimi nimekuja hapa, nafikiri ni mara ya 3 ama ya 4 kufika Kiambu. Juzi nilikuwa huko kwa sababu ya mambo yenu ya housing, nilikuwa Ruiru mambo ya soko, nilikuwa Thika mambo ya maji. Leo mimi nimefika hapa niwatangazie watu wa Kiambu, hapa Kiambu constituency, ya kwamba mambo yenu iko katikati ya mipango ya serikali ya Kenya. Hii Kiambu yenu hii lazima tuibadilishe na miradi na mipango ya maendeleo. Si ni kweli? Kwanza mimi niliwaahidi ya kwamba nitasuluhisha mambo ya CBC. Watoto wetu shuleni hawatahangaika. Mimi nataka niwatangazie mambo ya CBC tumemaliza, na kwa miezi 8 tumeajiri walimu wapya 56,000 ndio watoto wa kila mtu apate nafasi ya kusoma shuleni. Tunaelewana jameni? Walimu kiasi hiyo hawajawahi kuajiriwa Kenya. Na ni kwa sababu mimi ninaamini ya kwamba mtoto wa hasla afanane na mtoto wa rais ni kwa masomo. Neguo? Si namna hiyo? So sisi wote, na mimi nataka niwaulize sasa, watoto wetu tumepanga vizuri. Na nimeweka pesa budget bilioni 630 ya kusomesha watoto wetu kutoka primary school mpaka university. Tumekubaliana jameni? Neguo? Jambo la pili, tulikubaliana na nyinyi ya kwamba lazima tupunguze gharama ya maisha. Lazima tuangalie mambo ya kupunguza gharama ya chakula. Si ni kweli? Si tulikubaliana? Na nikawaeleza njia ya kupunguza gharama ya maisha sio kwenda kupatiana pesa kwa wakora kule Milas. Njia ya kushughulikia mambo ya chakula ni kusaidia mkulima, kwa sababu unga inatoka kwa mahindi, mahindi inatoka kwa mkulima. Ama mnafikiri unga inatoka kwa duka? Kwani unga inatoka kwa duka? Si inatoka shambani? Na kama unataka kusuluhisha hiyo tatizo, lazima tuende kwa wakulima. Na ndio sababu mwaka huu serikali yenu mliotengeneza tumeweka pesa ya kutosha, tukapunguza gharama ya mbolea kwa wakulima wetu kutoka 7,000 tuliwauzia 3,500. Sasa kuanzia wiki hii tena tumepunguza, imekuja 2,500. Na kwa sababu ya kupunguza gharama ya mbolea, na pia Mungu ametujalia, tuliomba akatupatia mvua. Saa hizi tukikuwa hapa Kiambu,
ile chakula tunangojea shambani. Mwaka uliopita tulivuna 44 million. Mwaka huu tunatarajia kuvuna 61 million mahindi peke yake kutoka shambani, kwa sababu ya bidii ya wakulima wetu. Tumeelewana jameni? Na niliwaambia hawa jamaa wa masufuria, nikawaambia hata ukiweka sufuria miaka ngapi kwa kichwa, bei ya unga haitapungua. Bei ya unga itapungua tukisaidia mkulima azalishe chakula zaidi, chakula ifike hapa kwa bei nafuu. Ni kweli ama si kweli? Hata wewe mtu ya Kiambu nikuulize, hata kwa dawa, hata kwa uganga, hata kwa uchawi, hata ukiweka sufuria kwa kichwa bei ya unga itapungua? Sio ni upuzi? Ama ni ujinga? Ama ni yote mbili? So ndio tumekubaliana kazi hiyo tunafanya. Na mimi nataka niwahakikishie kwamba mbolea tumepunguza kwa wakulima wetu wote. Wakulima wa chai, wakulima wa kahawa, wakulima wa sukari, wakulima wa mahindi. Tuhakikishe ya kwamba tunaweka msingi ya sawasawa kwa kilimo ya taifa letu la Kenya, ndio tufukuze njaa na tuondoe aibu ya njaa katika taifa letu la Kenya. Kila Mkenya aweze kulisha familia yake jameni. Tumekubaliana watu wa Kiambu? Tusukume wakulima watuzalishe chakula zaidi, si ndio? Vile vile tukakubaliana na nyinyi ya kwamba tuko na vijana wengi hawana ajira. Vijana wengi hapa hawana ajira. Ni kweli ama si kweli? Ni kweli ama si kweli? Na kazi hatuwezi kuwapatia hawa vijana ati kazi ya kupigana na polisi na mawe. Hiyo ni ujinga ingine. Ama namna gani? Tumekubaliana ya kwamba lazima tupange ajira ya hawa vijana. Na nyinyi vijana nataka munisikize kwa makini. Vijana hapa Kiambu mko? Vijana wa Kiambu mko? Munisikize kwa makini. Vile tumepanga mambo matatu. Ya kwanza, tumepanga mpango wa housing. Na nimeweka pesa kwa budget ya housing. Tutakuwa tunakusanya karibu shilingi bilioni 70 kila mwaka ya kuendesha program yetu ya housing. Na tunataka kuajiri vijana milioni 1 Kenya. Hapa Kiambu tayari tumekubaliana na huyu wa Matangi wenu, huyu gavana. Ndio? Negwo. Tumekubaliana na wa Matangi. Tumeweka mpango ya awamu ya kwanza nyumba 10,000 na nilianza Thika juzi. Negwo. Na nyumba hizo 10,000 nyinyi vijana msikie vizuri. Na moja tutakuja kuanzisha hapa Kiambu, hapo nyuma hapa. Tunakuja hapa kujenga nyumba 1,000. Nyinyi mjipange. Tunahitaji vijana 20,000 watakaoungana na sisi katika mjengo wa mambo ya housing. Vijana hapa mko tayari? Mko tayari? Jambo la pili, tumekubaliana na wabunge wetu wote wakiwemo ma MCAs ya kwamba kila ward tunaweka ICT hub, mahali tutapanga ajira ya digital jobs kwa vijana wa taifa letu la Kenya. Vijana wa Kiambu munisikize vizuri. Pale kila ward tunahitaji vijana 500 ama 1,000 tuwafundishe mambo ya kompyuta, ndio tuwapangie ajira ya digital jobs. Wa Marekani wametupatia nafasi. Wajerumani rais wao walikuwa hapa wanatuambia wanahitaji vijana 250. Wale wa kutoka Canada wamesema wanahitaji vijana wa kufanya kazi. Ndio tunawauliza nyinyi vijana muandamane na huyu Mashua. Nishamwambia what to do. Huyu Mashua mjumbe wenu. Waungane na MCS. Tupange ICT hub kwa kila ward, ndio tupange ajira ya nyinyi vijana. Tumekubaliana? Jambo la tatu, tumekubaliana vile vile tunaweka County Aggregation and Industrial Park hapa Kiambu. Tumetoa milioni 250, huyu wa Matangi 250,000, na vile vile tumekubaliana hapa Del Monte tunaweka karibu bilioni 10 kutengeneza special economic zone kama ile ya Athi River, na tayari tumegazette kwa sababu tunataka kupanga ajira pale ya export ya mambo ya leather, export ya mambo ya textile na exports zingine kwa special economic zone yenye tutaweka hapa Del Monte. Tayari tumekubaliana na gavana wa Kiambu, tumekubaliana na gavana wa kutoka Murang'a.
Nyinyi mnanielewa? Na pale tutahitaji vijana 20,000 ama 30,000 watakaofanya kazi kule. Mimi nataka niulize nyinyi vijana wa Kiambu, mpango ya housing, mpango ya digital jobs, mpango wa special economic zone ya agroprocessing, value addition, manufacturing, nyinyi mtaungana na sisi ama nyinyi ni wale wa kuchagua jembe? Nyinyi ni watu wa kuchagua jembe? Muko tayari? Vijana wa Kiambu muko tayari? Mbona sikii sauti yenu inakaa muko tayari? Muko tayari? Si ndio? Mimi niwaulize, si tulikubaliana wera ni wera? Ama tulikubaliana aje? Si tulikubaliana wera ni wera? Ile ya digital jobs ikipatikana si mtafanya? Na ile ya special economic zone ikipatikana si mtafanya? Na hii ya housing ipatikana si mtafanya? Nego kana tiguo. Tunaelewana? Tutatembea pamoja hiyo safari. Ndio nimewaambia hawa jamaa wengine, nyinyi wachaneni na vijana wa Kenya. Vijana wa Kenya kazi yao sio kutupa mawe na kupigana na polisi na mambo ya maandamano na kuharibu mali ya wananchi na kuharibu biashara. Hawa vijana tuko na mpango ya kuwapangia ajira. Na kama nyinyi mnataka kuendelea ati na kufanya maandamano na kupigana na polisi, tafuteni watoto wenu na bibi zenu ndio watupane mawe na polisi. Hawa vijana watakuwa busy. Ama namna gani? Mtu akiona ati kutupa mawe ni kazi ya maana, si alete mtoto wake? Sasa hawa jamaa unajua wako na tabia mbaya sana. Ati wale jamaa wanachukua watoto wao, mwingine amepeleka watoto wao kule East African Assembly ati ni wabunge. Alafu watoto wa Kenya wanataka kuja kuwapiganisha na mawe. Si hata wakuwe na huruma ya binadamu? Ama namna gani? Tuko pamoja jameni? Na ndio nimesema, na mimi nataka nimshukuru huyu Kimani Ichung'wah. Huyu Kimani Ichung'wah ndio leader wetu wa majority. Nimemwambia kazi ya kule bunge, kazi ya bunge apange vizuri. Na tumekubaliana ya kwamba mambo ya kuagiza mali ambayo Wakenya wetu wanaweza kutengeneza itakoma. Katika hii budget tumesema mambo ya kuleta furniture kutoka China ama kuleta kutoka Ulaya, hiyo tumekomesha. Furniture itatengenezwa hapa nyumbani na vijana hawa. Mambo ya samaki, kuagiza samaki kutoka China sijui wapi, samaki itatoka na kule Mombasa, na hapa Lake Victoria tutakula samaki ya Kenya. Maneno ya simiti, maneno ya chuma, tuko na raw material ya kutosha kupanua viwanda zetu, ipatikane ajira ya hawa vijana, tupanue biashara zetu, tuongeze mali, tupunguze umaskini. Hatutaagiza mali ambayo inatoka nje, itatengenezwa na Wakenya hapa nyumbani. Sasa niwaulize mtu wa Kiambu hapa, ati mtu anasema anaenda kununua kitanda ati kutoka China. Kwani hii kitanda inahitaji kitu gani gumu? Kitanda kutengeneza ni nini? Si ni mbao na randa na musumeno na nyundo na musumari? Si kitanda iko tayari? Sasa niwaulize, kama mtu hataki kitanda imetengenezwa na vijana wa Kenya, ati mpaka aende anunue ile ya kutoka China ndio apate usingizi, akose usingizi, alale chini mpaka atazoea kulala hii kitanda imetengenezwa na vijana? Ama namna gani? Tuko pamoja jameni? Nego vile vile tumesema ya kwamba mambo ya kilimo, kwa sasa bado tunaagiza almost 1 billion liters ya maziwa kutoka sehemu zingine, lakini tumesema hiyo kikomo tutaweka. Tutahakikisha kwamba wakulima wetu wanazalisha maziwa hapa nyumbani. Na hapa Kiambu tumekubaliana na hawa viongozi, tunaleta milk cooling plants 35 mpya kabla ya mwisho wa mwaka huu, ndio tutumie kukusanya maziwa ya wakulima wetu hapa Kiambu, ndio wapate bei ya sawasawa kwa maziwa yao, waongeze mapato ya wakulima, na pia tufanye value addition, ndio hawa vijana wapate kazi ya kufanya. Tumeelewana jameni? Tuko pamoja? Hiyo ndio mpango ambayo tuko nayo ya kusukuma hii Kenya yetu mbele. Hapa nimesimama kwa sababu nilisimama hapa na mama mboga walikuwa supporters yangu ya mstari ya mbele. Ni kweli ama si kweli? Ndio nimesema hapa Kiambu kwa sababu tulisema wera ni wera, kazi ni kazi. Si namna hiyo? Tunataka hata wa mama wetu na wale wafanyabiashara wote sokoni wafanye kazi mahali kuna heshima,
wafanye kazi mahali kuna stima, mahali kuna maji, mahali kuna choo, mahali kuna vifaa ya kutosha. Na ndio sababu hiyo hii soko yenu hapa Kangangi, hii ya hapa ya ule mama rafiki yangu wa Mbogwa hapa Kangangi hapa, tumekubaliana hapa, nimewapangia shilingi milioni 500, tutawajengea soko mpya hapa Kangangi. Tunataka kujenga ghorofa 2 chini ya parking ama 3, alafu tujenge ghorofa 5 iende juu, mfanye biashara. Na sio hii soko peke yake, hiyo soko kubwa tunajenga 5 hapa Kiambu, alafu soko zile zingine ndogo ndogo tutajenga soko 18 zingine hapa Kiambu, kwa sababu I made a commitment. Niliahidi mama mboga ya kwamba wao pia watafanya biashara kama wafanyabiashara wengine katika taifa letu la Kenya. Nego kana tiguo. Neduraiguithania. Fio. Kabisa. Ndio mimi nataka nikubaliane na nyinyi ya kwamba hii kazi tutasukuma nayo mbele na tutahakikisha ya kwamba hii dunia inasonga mbele. Soko pia huyu wa Matangi ananisukuma, anasema nitangaze soko ya Ting'ang'a, soko ya Mdumberi, soko ya kwa ndugu yangu. Hizo masoko yote, na nitatumana hizo soko zitakuja zijengwe, na nimetumana ule bwana Hinga atakuja kupanga na nyinyi, because we want to make a difference. Tutajenga soko 400 Kenya mzima, lakini hapa Kiambu mtapata masoko 20, kwa sababu nyinyi ni watu wa bidii na nyinyi mko mbele sana. Neguo, mimi niliwaambia vile vile nitawatoa kwa mambo ya CRB. Wale watu wa CRB niliwaambia watafute biashara nyingine, na nikasema kila mtu atoke kwa CRB. Tunaelewana? Sasa nikawaambia nitapanga mambo ya Hustler Fund. Sasa Hustler Fund mimi nimepanga. Nyinyi watu wa Kiambu mko mbele. Hapa Kiambu watu wamechukua Hustler Fund ni watu 1,200,000, na mumechukua pesa 3 billion Kenya shillings. Na nyinyi ni watu wazuri kwa sababu mnalipa. Wale watu wanalipa hapa Kiambu ni karibu 75%. Lakini kuna wengine 25%. Na mimi naona hata wao wako kwa hii mkutano. Wale 25% hawajalipa. Ndio? Sasa nyinyi watu wa 25%. Mimi niko na habari kwenu. Niko na pesa nyingine. Niko na pesa nyingine. Sasa sikia. Sasa hii Hustler Fund tunaweka awamu ya pili. Hiyo awamu ya pili tunasema tutawapatia sasa wale watu wa kufanya biashara. Mtaungana watu 10 ama watu 20, tuwapatie kati ya 20,000 na 1,000,000. Mko tayari? Kwa hiyo 1,000,000 mtatengeneza kikundi ya watu 10 ama 20, niwapatie 1,000,000. Lakini iko shida kidogo. Shida kidogo ni kwamba sasa wewe kama ulihepa na ile 500, hii 1,000,000 utapata namna gani? Ama ulihepa na 1,000. Washida ni mingi. Lakini sasa utajipanga. Si ndio? Sasa wewe hata kama wewe ni mimi, unaweza nikupatie 1 million na umehepa na 500. Lazima ujipange ulipe hiyo 500 ndio upate hii 1,000,000. Mutajipanga? 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 Tutajipanga? Hebu ni wale wanasema tutajipanga tuhangaike. Ndio? So otherwise mimi nimefurahi sana. Mimi nimefurahi sana kufika hapa. Mimi najua kuna watu wamefikisha miaka 70 na hawajasajiliwa kwa ile mpango ya wazee. Nataka niwatangazie kuanzia mwezi ujao, tarehe 1 mwezi wa 9, tunasajili wale watu wote wamefikisha 70, wale mayatima, wale walemavu, tutawasajili ndio tuwapatie pesa ya kila mwezi. Na vile niliwaambia ya kwamba hiyo pesa ilikuwa inalipwa baada ya miezi 4, 5, 6. Mimi nimesema kuanzia mwezi huu tulilipa hiyo pesa ya cash transfer kabla hatujalipa mishahara ya rais na wafanyikazi wa serikali, kwa sababu they are more vulnerable than everybody.
Haya, Kimani, ongea na huyu mama ako na maneno. So, tumeelewana jameli? Tuko pamoja? Nataka pia niwatangazie ya kwamba nimeitana watu wa provincial administration. Mambo ya pombe, tumekubaliana pombe inamaliza vijana wetu. Na tumekubaliana pombe lazima ikome. Ama kuna mtu anataka pombe iendelee hapa? Kuna mtu anataka pombe iendelee? Tumekubaliana tunakomesha mambo ya pombe. Inaharibu vijana wetu wengi, inaharibu madawa ya kulevya na matatizo ile mingine yote. Mimi nataka niwahakikishie sisi kama serikali tumekubaliana mambo ya pombe tutakomesha na tutahakikisha kwamba Kenya inabadilika. Watu ya Kiambu tumekubaliana? Kiambu tumekubaliana? Mwisho kabisa, mimi nataka niwaambie hivi. Maneno ya viongozi tulimaliza tarehe 9 mwezi wa 8. Nyinyi kama wananchi muligawa kazi na mkagawa ikaisha. Mulipatiana ya rais, mkapatiana ya governor, mkapatiana ya mjumbe, mkapatiana ya MCA. Kuna yenye mulibakisha? Si mulibakitiana yote? Si uchaguzi iliisha? Ama namna gani? Sasa wale watu wanatusumbua ati na masava. Mimi nataka niwaambie, mambo ya viongozi msahau. Hatuwezi kuendelea kuongea mambo ya viongozi. Saa hii ni kuombea mambo ya hao wananchi. Lazima tupange mambo ya wananchi sasa. Tupange soko, watu wafanye biashara. Tupange kilimo, tuondoe njaa. Tupange ajira, hawa vijana wajipange na kazi yao. Ama namna gani? Kwa hivyo wawache kutusumbua. Na nimewaambia, wamezoea tabia mbaya. Kwa sababu baada ya uchaguzi wanalete fujo. Walilete fujo kwa Moi mpaka wakaenda na cooperation. Wakalete fujo kwa mzee Kibaki mpaka wakaenda na nusu mkate. Wakaleta fujo kwa Uhuru mpaka wakapatiana handshake. Mimi natawatangazia mchana, hii serikali ni ya mahasla. Hii hakuna handshake, hapa hakuna nusu mkate. Ile kazi iko hapa ni ya hawa wangwana. Ama namna gani? Kwani mnataka sisi tuendelee kuongea na watu ambao wanataka kutuletea kisirani ya handshake? Nimemwambia hiyo wasahau na wasahau kabisa. Ama namna gani jameni? Nego, tuendelee pamoja. Watu wa Kiambu tuendelee kupanga hii ajira. Tupange kazi. Hebu nione wala wanasema tuendelee pamoja 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 pamoja. Basi, mimi niko hapa na huyu muungwana wenu, leader wa majority, anaitwa Kimani Ichung'wah. Mwaumero oguo kwa mukira mutongoria wa bururi, mkaribisha Kiambu, mnamkaribisha Kiambu. Mheshimiwa Rais, mimi sina mengi, sababu vile umesema ulinipea kazi ya kuchunga bunge, na hapo bunge nataka nikupee report pale. Sisi ndio wenye kusema, wale wengine hawezi semea hapo. Hapo ni sisi wenye La pili, Mheshimiwa Rais, juzi umenipea kazi ya kuongoza mazungumzo na wale watu wa kurusha mawe, wale watu wa maandamano, na niliwaambia wakiongozwa na Kalonzo, kwa ile meza ya mazungumzo tutazungumza venye wataacha kutumia vijana kurusha mawe kupigana na polisi, na pia tutazungumza jinsi watakoma kabisa kuleta fujo na vurugu kila baada ya uchaguzi. Na tukawaambia kwa hiyo meza, ile mazungumzo hatutazungumza na yenye hatutakaribia ni mazungumzo ya kitu inaitwa handshake na nusu mkate. Na nikushukuru Rais sababu ya kuwa na imani na mimi, ati nikiwa pale kwa meza, nusu mkate, handshake. Ama Kiambu mnataka tuende hiyo barabara? Tuende barabara ya handshake, tuende ya nusu mkate. Rais, unasikia ile kazi ulinipea? Hawa watu wa Kiambu wamesema mambo ya handshake na ya nusu mkate, hiyo haiko kwa mazungumzo. Na nafurahi jana, Mheshimiwa Rais, bunge tumetupitisha ile motion ya kupea hilo jopo la kazi nguvu ya kisheria, ili kila kitu tutazungumza iwe ni kwa mujibu wa katiba na sheria zetu.
mambo ambayo alishaamuliwa na mahakama. Hatutaenda kuongea mambo ya uchaguzi ulioisha. Wenye uchaguzi ni wao wananchi wa Kiambu na wa Kenya, na waliamua wakakuchagua wewe kama rais. Andũ aitũ kana mũkwenda twaria na andũ arĩa nĩ mũkwenda tũgitĩre thirikari ya mũtongoria witũ, tũmũnyitĩrĩre mwĩ thutha wake. Ya mwisho, Mheshimiwa Rais, sababu uko na mpango thabiti wa kazi, wa maendeleo, wa manyumba, wa soko zetu, wa hospitali zetu na universal health care. Rais, nataka nikuhakikishie sisi wote kama viongozi wa Kiambu tutakuwa nyuma yako kuhakikisha ya kuwa tumetekeleza yale mambo yote tuliwaahidi hawa watu wa Kenya na wa Kiambu, ikiwemo hiyo kazi ya soko na housing, Mheshimiwa Rais. Na tumesema kama viongozi hatutakubali hata kiongozi ama mtu mwingine yeyote aje kwa njia ya kuzuia utekelezaji kazi wa miradi ya maendeleo hapa Kiambu. Mundu arugama njira-ini ya maendeleo, nie njugite ni nie ngutongoria kuhituka nawe, ndukarugamie maendeleo. Neguo andu aitu ni mugwitikira uguo? Mundu arugama njira-ini ya president na maendeleo tuhituke na ni mwetikira? Mwathani akurathime. Pigeni makofi jameni. Adokai Muriega. Muriega rege. Mheshimiwa Rais, mimi nimefurahi sana kuona hawa watu wote ambao wamekuja hapa, na hawa watu, Mheshimiwa Rais, wote walikupigia kura. Sasa gwarako mwiro nie toro ni mwajikiria mbere ni muro rado kana Ruto tutanitie nake ugo tukimaharia nie kamwira kuma gitina kia ngoro yakwa Ngai amurathime ni thengio muno Ngai amurathime riu toro twacagũranire riu ni horo wa maendeleo na riu nie guka gucokeria munene witu wa bũrũri ngatho tondu ni atwete barabara ya Thĩndĩgwa. Barabara ya Thĩndĩgwa nĩ gwĩkĩrwo rami na nĩ yambĩrĩirio gwĩkĩrwo rami. Barabara ya Gĩcoco gũthiĩ nginya Rĩambai nayo nĩ gwĩkĩrwo rami. Barabara ya Gaita kuma Gaita gũkĩthiĩ Ting'ang'a nayo nĩ gwĩkĩrwo rami. Barabara ya Kagongo nayo nĩ gwĩkĩrwo rami. Mũnene witũ nĩ atwĩra nĩ tũgũthondeka thukuru harĩa Kĩrigiti ya Kinya Medical College. Mheshimiwa Rais, nawaambia kwamba tumekubaliana through CDF tutajenga Kinya Medical School pale Kĩrigiti. Vile vile nimwaigua horo wa thoko nĩ gwakwo ĩgũkorwo story ithano, nĩ gwakwo mwĩ Ting'ang'a, ĩngĩ Ndumberi na ĩngĩ gũkũ Kiambu. Rĩu nĩkĩ kĩngĩ mũrenda? Rĩu nyuĩ mũririkane na ithuĩ harĩa Ndumberi nĩ tũrathondekire kĩndũ kĩretwo ICT Center. Nĩ tũratwarĩte ciana citũ harĩa KIST marathiĩ gũthomera ũhoro wa outsourcing. Nĩ maũndũ maendeleo. Rĩu nyuĩ no kuga nĩ thengio mũno andũ a Kiambu na andũ a gũthura, na rĩu atumia arĩa me haha othe nĩ ndokaga hĩndĩ ĩrĩa mwathuraga mũkauga nĩ shua. Rĩu tiga mũrĩ aingĩ ingĩathiũrũrũka guoko guothe ngĩhũraga atumia othe kiss. Ngĩmwĩraga nĩ thengio. Nĩ kũnjikia mbere. Rĩu inyuĩ mũmenye ithuĩ nĩ wĩra, ti kwaria mũno, ithuĩ nĩ wĩra na wĩra ũcio nĩ tũkũruta. Ithuĩ tiguo? Ngai amũrathime. Wacha nimuite gavana wetu wa Kiambu, gavana wa Matangi. Haya wanakiambu hoye! Mulega andũ a Kiambu. Haya, asante rais wetu. Asanteni jameni. Najua rais wetu, sisi tukikuchunguza sana tunaonanga kama wewe ni mtu wa hapa. Kwa vile haya sawa. Tusikizane jameni. Unaona huyu rais wetu tukimchunguza sana, yeye ni mtu wa hapa kwetu. Ama ni aje? Unajua sisi tunaangalianga wewe rais, tunaona
staili yako ya kufanya kazi, yale mambo unaweka mbele, ile kitu sisi tunataka, unakuanga unajua na unapanga, ni kama tunaona mambo sawa sawa. Sasa huyu si ni mtu hapa kwetu hapa huyu. Leti wait wito. Rais wetu, mimi nataka nikuhakikishie kama gavana wako hapa Kiambu ya kwamba hii kaunti vile umepanga mipango zako, tutapanga sambamba na wewe na tuende pamoja, Your Excellency. Na mtu asijaribu kuleta kama kuna taswishi, sisi hatuna taswishi. Tunajua kuna msemo kwetu kwa jamii yetu ya rais. Inasema vile Waswahili wanasema, fuata nyuki ule. Jamani, sasa sisi tunajua wewe ndio kiongozi wetu, Your Excellency. Na wewe ndio unatupeleka kule mbele. Hatuwezi kujichanganyisha. Tuko na imani na wewe. Kana tuko doito. Mawili tu nitasema, Your Excellency, rais wetu, ya haraka. Ya kwanza, hawa watu wenye wako hapa wajue ya kwamba tukiwa pale kwenye kanisa umetuahidi ya kwamba hii barabara unatutengeneza inakuwa ndio carriageway. Hawa watu wetu wa matatu hapa, ukipanda matatu hapa Kiambu ama kutoka Githunguri, inachukua karibu masaa mawili kufika Nairobi. Hii ni safari ya dakika 15. Nataka nyinyi wananchi wetu wa Kiambu mjue ya kwamba rais tukiwa pale ametuahidi analeta contractor, hii barabara inatengenezwa kutoka Muthaiga kwenda mpaka kule Githunguri. Tuenda juu carriageway. Tuhamwado itu. Ya pili, Your Excellency, nataka pia nikushukuru kwa niaba hawa watu wetu wa Kiambu. Ofisi yangu iko hapa kwenye hii kona, Your Excellency. Hata mimi saa zingine ninakuanga na shida ya maji. Ile jambo ulitutendea juzi wakati tulikuwa kule Thika. Ulituongezea maji na mpaka hapa Kiambu tumebakisha kilomita 2 peke yake hii maji ingie hapa. Tunataka tukushukuru kwa muda wa miezi ingine miwili, kila mtu hapa tuko na maji. Tuamwado itu. Sasa Your Excellency, wacha pia nitaje mambo ya hawa vijana wetu. Kwa vile hawa vijana ukiangalia unaona vile sisi tuko wengi na wasichana, watu wa miaka ile inaitwa miaka kadri. Your Excellency, hapa chini nyuma yako hapo ndio tunaanza mradi wetu ule wa housing. Hapo nyuma. Na tunajipatia maximum ya wiki 3 tukuite hapa. Hawa vijana wote waingie kazi, wa seremara, watu wa kuchoma madirisha na wengine. Your Excellency, tutaanza hapo, tutakualika. Nikuombe Your Excellency, hapa nyuma ya hii nyumba ndio tuko na ile Kirigiti Stadium. Hiyo Kirigiti Stadium, hawa vijana wetu ni vijana wa michezo. Na sisi tukiita watu pale, hawa vijana watakuwa wakitumia hii stadium. Imemalizika, imebakisha 10%, 90% imemalizika. Tunakuomba Your Excellency, tuletee contractor amaliza mahali ndogo, alafu ikiisha Your Excellency, vijana wetu waingie kwenye hiyo stadium. Ya mwisho Your Excellency, mimi hapa ninatengeneza pale, ukifika hapo karibu, tukipita hapo utaona ninaunda stage ya hawa watu wetu, watu wa matatu. Na mimi naajiri vijana wa hapa wafanya kazi yao ya mkono. Kwenye utaratibu wetu wa zile kazi unatupatia Your Excellency, hawa vijana wote Your Excellency, ninaomba hawa ndio tutapatia kazi hata kwa miradi zako. Ukitupatia utaratibu kama ile ilikuwa ya vijana kuajiriwa, ile ilikuwa inaitwa mtaani yako ite ya hustlers, Your Excellency, tuweke hawa vijana kazini. Mimi nataka nishukuru. Ni mwaka na president goka. Wacha tumuoneshe kwa mkono, tumefurahi yeye wako anaitwa na Maraka ni president wetu. Tunasema asante Your Excellency, karibu sana, na kila siku hii ni mtaa yako ukitaka kuingia. Asanteni. Thank you mono. Asante. Wacha nimuite Alice Ng'ang'a, mbunge wetu wa Thika Town, awasalimie. Bwana Yesu asifiwe. Andũ a Kiambu, ate ndigeriganĩrwo wandirikanĩire kuga nĩ wega, Emmanueli wa Ngai nĩ ũndirikanĩte, nĩkĩo niĩ ndacoka kuga nĩwe. Tumekuja kusema asante, asante wana Kiambu, asanteni sana. Upande ya Thika sisi tumeshikilia, nyinyi mmeshikilia. Na mwenyitereire jabeno ito. Hata rekogo wagoa. Na tutirareka mwaki. Ona gabatosi hakeke. Maguta. Haleluya. Daiga aterere. Tushikilia rais wetu. Na sisi tunasema kama Kiambu kwa sababu tulipiga kura kwa kamili. Hakuna nusu mkate, hakuna hata ng'o, hata hakuna kitu hata moja.
Na msikiza wana Kiambu, sikizeni kidogo. Tupatie rais wetu nafasi apange nchi yetu ya Kenya. Ndio vile tuliagizana pesa mfukoni. Tumpatie ndio atupange Hasra Fund ingie kwa mfuko, soko zetu zijengwe, mabarabara zijengwe, ndio tusonge mbele. Si ndio hivyo? Atumia mwekuo. Si hage misi atumia. Bogi ya Nduthi oe. Bogi ya Nduthi oe. Mko sawa? Mungu amtendee mema, asante. Bona Githua wa Mashukuru, mbunge wetu wa Kabete, awasalimie. Dakika moja mheshimiwa. Andũ a Kiambu nĩ mwendete njamba ĩno, nĩ mũmĩendete mũno. Mheshimiwa Rais, nataka nichukue fursa hii ni kushukuru kwa sababu uliahidi Hasra Fund na umetimiza. Ukaahidi masoko, umetimiza. Ukaahidi nyumba, umetimiza. Lakini kuna jambo moja hujatimiza, Your Excellency. Tulipozunguka huku, ulituambia wewe jamaa wa kitendawili, tutakapomaliza kuvote, tutateremusha na yeye hurubaro mpaka Bondo. Afanye hivyo asifanye? Ateremushe asiteremushe? Uteremushe huyo mtu Bondo. Asante Your Excellency. Githua, niko na Kawanjiko, mbunge wa Kiambaa. Kiambu oye! Andũ a Kiambu mũrĩega. Rais wetu tumekukaribisha hapa kwetu Kiambu. Sisi ni watu wangwana na tunashukuru sana. Nĩ tondũ nĩ ũrũgamĩte na ithuĩ mũno makĩria. Aya, asanteni sana. Juge Your Excellency, hizo soko ambazo umetupatia, pia kwetu Banana tuna soko 3 ambazo tumekuwa tukigojea. Lakini rais, hapa tuko na shida moja. Mimi na Mashua tuko na shida moja ya maji, Your Excellency. Tunajua uko na mpango wa Roiro Dam 2. Lakini shida imezidi, maana kwetu hakuna kahawa mingi, kwetu hakuna majani. Kazi yetu ni biashara za manyumba kwetu Ruaka, Your Excellency. Tunakuomba sisi na Mashua utuconsider mambo ya maji, ututafutia short term plan na long term plan. Asante sana, karibu Your Excellency. Ya maji nimepanga, ya Thika nimemaliza. Sasa imebaki ya Kiambaa na hapa Kiambu. Hiyo nitapanga. Haya, niko na mbunge wa Gatundu South bwana. Nĩnyuĩ Kiambu mũkĩte ũũ, nĩmwendete njamba ĩno ĩtagwo Ruto, nĩmũmĩendete, nĩmwameheire kura. Sasa mimi nataka kusema kitu moja, tucokerie ngatho William Samoei Ruto kwa sababu ametupatia mbolea, tumeweza kuzalisha mahindi. Na mimi rais, nataka kukuhakikishia wale majamaa walikuwa wameiba pesa ya mahindi ya subsidy 4.2 billion. Ile kazi ulinipatia katika Ministry ya Agriculture tumepoteza, na tumewambia wakwende mbali, atuwalipi. Kwa hivyo hata wakikuja kwako mambo ni pale pale. Lakini rais, hawa majamaa wanasema kwamba hii pesa ya Hustler Fund ikishaingia kwa simu pale kwa charges za M-Pesa inakuwa mingi kidogo. Kwa hivyo hiyo tuangalie pale, wale wa M-Pesa wapunguze bei ya kupitisha pesa. Si namna hiyo? Si namna hiyo hustlers? Pesa ipunguke pale ya kupitisha pesa. Asante sana, Mungu awabariki. Andũ a Kiambu mũrĩega. Ni vizuri sana rais wetu. His Excellency, nikwambie wazazi wangu wametoka hapa Kiambu. Kwa hivyo niko nyumbani, ndio umeona watu wamefurahi namna hiyo. Nikushukuru sana His Excellency kwa sababu wewe umekubali kuleta maendeleo katika maeneo bunge yote 12 ya Kiambu. Na vile vile umekubali kutengeneza mabarabara ya kushikanisha sisi. Kiongozi wa nchi, yale umefanya sisi nasi tutakufuata nyuma na tunahakikisha maendeleo yamekoma katika maeneo yote. Lakini kuna kajambo. Para Roiro kuna barabara inaitwa Rainbow Kumari ambayo inashikanisha Thika na Juja. Na vile umetangaza kupanua hii barabara, panua hiyo, hata sisi tukielekea pande hiyo maendeleo yapatikane. Vile vile nikushukuru sana kwa sababu wakati ulikuwa para Githurai umesema Wi-Fi ni ya bure, na imekuja Wi-Fi para Githurai. Na vile vile wamepatiana kompyuta, kwa hivyo usajili wa kutumia dijitali umeanza hapa Kiambu, na ni asante sana.
Ya, niko na mama wetu wa kaunti Ann wa Muratha atusalimie. Andũ a Kiambu mwekuo andũ a Kiambu angeithiai ũguo nyone mwekuo. Aya mami ataragĩria kahora ngoiga atĩrĩrĩ, ndarũgamire haha ngĩmwĩra mwatũthura tũkaruta ciana njohi-inĩ tũcicokie nyũmba. Na nĩenda kwĩra president na nĩndĩmwĩrĩte maingĩ ati sasa style ya kumwaga pombe sio style tena, ni vijana wapate kazi na hawataingia kwa hizo nyumba tena. Wameamua ya kwamba wasikipewa kazi wataachana na hizo pombe za kienyeji. Vijana tumekubaliana hivyo. Githe tutirenda gitio kia mwanake. Boy child campaign ndirajirie makwa. Ewe getwe gikuyu na Saturday na mutumia deputy president anakeiga na rema mari kavete tucoke tuke Kiambu. Ndiramurora maithoguo na president aramurora ngamwira uria twamwiriire niguo tukite kuhingia. Ngai wa muoyo amurathime na mweke wega. Na muririkane walisema hatuendi mbali, hapa ni wapi? Walisema hatuendi mbali. Maririkane ogwo, thengio. Asante sana. Andũ a Kiambu murega rĩngĩ. Kwanza rais, mimi ni kukushukuru kwa sababu wakati wale wadosi wengine walikuwa wanatuma watoto wao huko Arusha, wewe ulichukua kijana hasla wa hapa Kiambu ukampeleka huko Arusha na huko Dodoma. Mimi nakushukuru sana kama rais. Rais, kitu ya pili ambayo mimi nataka kukushukuru ni kwa sababu hawa vijana kupitia hasla fund ambayo umetupatia, hawa vijana wameweza kutoka kwa CRB. Na wewe wakati wa campaign ulituambia sisi kama vijana utaweza kututoa kwa CRB kama baba wetu wa taifa. Sisi tunakushukuru sana na tunakuambia tutazidi kutembea na wewe kwa miaka 10 kwa sababu uongozi wako umekuwa uongozi mwema ambao umeweza kutuongoza kama rais. Asante sana na Mungu akubariki. Niko na Hezron mbunge wetu wa ward ya Riabai, niko na Shogi mbunge wetu wa kutoka hapa Kiambu, na niko na Mwaura mtu wetu wa kutoka Ting'ang'a. Wewe speaker, wacha speaker aongee dakika moja jameni. Ama huyu MCA angesema kitu. Tunakupenda, tunakutambua, na sisi kutoka bunge letu la Kiambu na county government tutakusupport. Kama ni hiyo project ya kujenga affordable housing, yote Your Excellency tutajenga. Kwa heshima kubwa Your Excellency, ningetaka tumpatie host MCA wa hapa, Mheshimiwa Francis Koina, akuje aongee. Tumpigie makofi. Kiambu Mheshimiwa Rais, nataka kwanza tumshukuru kwa sababu moja. Mwezi kama huu ulikuwa ni presidential candidate, lakini sasa amerudi hapa akiwa rais wa 5 wa Jamhuri ya Kenya. Tumpigieni Mungu makofi bana. Na Mheshimiwa Rais, kwa sababu ahadi ni deni, watu wangu wa Kiambu waliniahidi niandike daftari ambayo uliweza kutuelezea yale maneno ambayo tutafanyia sisi kama wakazi wa Kiambu, na yote tumenakili na tumekuandikia, na nataka nikupatie hizi ahadi ikiwa kumbukumbu ya kwamba hizi ahadi utatimiza wakati wa mamlaka yako. Tusalimie wana Waitiko. Muriaga rĩngĩ na nindĩrĩ ho wega na ndakena. Mheshimiwa Rais, siku ile nilichaguliwa gavana hapa hakukuwa na stage. Sibidi aliweka hii stage hapo. Alafu nikaweka barabara ingine hapa nyuma ile inapita kwa Catholic. Si ndio? Jamu ikaisha hapa. Na nimefurahi sana vile leo rais amesema hii barabara itajengwa ndio carriage ndio jamu ishe pande hii ya Kiambu. Mheshimiwa Rais, hapa karibu na hospitali kuna shamba ya serikali karibu eka 10. Kuna watu walinyakua. Na nilikuwa nimeongea na hawa.
na walikuwa wamekubali kurudisha. Hapa tu karibu na hospitali hapa nyuma walichukua eka 10 na walikuwa wamekubali kurudisha, na sasa hii manyumba wanajengea wananchi, kwa sababu hapa Kiambu watu wote wanafurahi sana kwa hii mradi. Na usidanganywe na mtu akikaa mbele yako kidogo wewe fagia yeye, kwa sababu hii wananchi walikupigia kura, wanangojea wewe wafanyie kazi. Hapa kuna shamba unaweza jenga manyumba hata zaidi ya 5,000. Hiyo watu waende nyumba watapika ile walikula, si ndio? Mwathani aramurathima na ndĩ hamwe na inyuĩ. Mwathani amurathime. Thank you. Ndugu yangu bwana wa Matangi, enda unitafutie hiyo shamba. Hiyo imesemekana iko eka 10 hapo. Uniletee nijengee hawa mahasla manyumba. Neguo. Si wa Matangi ndio huyu. Enda tafuta hiyo shamba, na mtu akikuletea kisirani uniambie. Mimi niko na panga kubwa. Ndawafyeka. Sawa sawa? Ama namna gani? Watu wa Kiambu tumekubaliana? Tutatembea pamoja. Mimi najua bado mnasema turudi hapa tena, tutarudi tena na tena. Mimi nawapenda sana, nawatakia baraka ya Mungu, na sitaenda muda mrefu nitarudi. Mwathani amurathime. Mungu awabariki jameni, na nawapenda sana. Thank you very much. I love you guys. Thank you very much.